Ukichanganya dawa za asili na dawa za madukani, je, nini kitatokea kwa kuku wako? Na nimejaribu kufuatilia kwa kina kwamba nini kitatokea endapo utachanganya dawa za asili pamoja na dawa za madukani za kuku. Kwa kawaida dawa za asili ambazo zinatumika kwa mara sehemu nyingi tunazitem kama ni dawa ama tunaitwa mboga mboga. Ni jamii ya mboga mboga au jamii ya mizizi ambapo kwa jumla tunaita kama vegetables. Vegetables ni mboga mboga. Na mboga mboga ni aina ya vyakula ambavyo vinatoa vitamin. Na katika kutibu magonjwa kwa kuku ama katika kuzuia magonjwa, vitamini ndio inayofanya kazi kwa asilimia kubwa. Zipo vitamini za aina nyingi, lakini vitamini ndio inayofanya kazi kubwa ya kuongeza kinga na kufanya mwili uwe na kinga imara kwa ajili ya kupambana na magonjwa. Zipo vegetables nyingi ambazo zina vitamini zinazoongeza kinga, na vitamini ambayo inaongeza kinga ni vitamini C kwa asilimia kubwa, lakini pia zipo vitamini nyingi zinazotakiwa kwa kuku kama vile vitamini A kwa ajili ya kusaidia vision au uonaji na kuzuia upofu kwa kuku, vitamini C kwa ajili ya kuongeza kinga na kupambana na magonjwa kwa kuku. Kwa hiyo dawa hizi za asili, dawa nyingi zinakuwa katika kundi hilo la vitamin. Na kwa kuwa sasa hizi dawa ziko katika kundi la vyakula vya mboga mboga, kwa hiyo tunazitem kama chakula au tiba lishe kwa kuku. Na hivyo tunapowapa kwa hawa kuku hizi dawa, kitaalam ni kama tunawapa vyakula, ni kama vyakula au tiba lishe. Lakini sasa tuje kwenye dawa hizi za madukani ambazo ni dawa zilizotengenezwa mahususi kwa ajili ya kutibu magonjwa. Zenyewe ziko specified, zimeainishwa moja kwa moja kwa ajili ya matumizi ya kutibu aina fulani ya ugonjwa kwa kuku. Lakini sasa tukija katika asilia kwa dawa hizi za asili, dawa hizi za asili zina nguvu kubwa sana ya kupambana na magonjwa na kutibu magonjwa yaliyo mengi. Na ukichanganya na dawa hizi za madukani, nguvu inakuwa kubwa na hakuna madhara yoyote, kwa sababu hizi zinakuwa tu kama chakula na hii ya madukani inakuwa kama dawa. Lakini katika utendaji kazi, nguvu inaunganishwa kwa pamoja na kuku wanaweza kupata ahueni mapema. Leo nitakuonyesha dawa za aina mbili za asili ambazo zinatumika kutibu mafua, utakazo changanya kwa pamoja ili uweze kuleta ufanisi mkubwa kwa kutibu ugonjwa wa mafua makali ama mafua sugu pamoja na magonjwa yote ya mfumo wa hewa. Lakini pia dawa hizi utazitumia katika kuzuia maambukizi kwa vifaranga, lakini pia kwa kuku wakubwa. Dawa za madukani zinazotibu mafua, zipo dawa za aina nyingi na nyingi zinafanya kazi kulingana na aina ya tatizo la ugonjwa wa mfumo wa hewa. Kwa mfano kuna mafua yale ya makamasi na mafua bubu, kuna mafua yanayosababisha kukoroma na kukohoa. Dawa kama vile Fluban pamoja na Terodox pamoja na dawa zingine za mafua zinafanya kazi hiyo. Lakini ukijumlisha na dawa za asili, ukichanganya, ufanisi unakuwa mkubwa. Hata kama dawa hizo zilikuwa zikuletei matokeo ya haraka ya moja kwa moja, matokeo utaweza kuyaona endapo utachanganya na dawa za asili ambazo nitakuelekeza katika somo hili. Nitabezi katika dawa za aina mbili, dawa ya Fluban pamoja na Terodox, lakini pia kuchanganya na dawa za kienyeji. Issue hii ya kuchanganya dawa hizi, hakikisha kwamba ni issue ambapo
tumia kila dawa za kutibu mafua imeshindikana, na sasa ndipo napoweza kutumia mbinu hii. Lakini kama ni mafua ya kawaida, chagua dawa mojawapo za madukani au za asili, zote zinaweza kufanya kazi, lakini ufanisi mkubwa nimeuona katika dawa za asili. Leo sasa nikupeleke kwenye kutibu tatizo la mafua haya sugu. Na katika msimu huu kuna kesi mbalimbali za mafua, na kuku wengi kwa wafugaji wengine wananitafuta na kusema wanakufa, lakini nimejaribu kuwasaidia, na leo nitatoa somo hili. Kuna dalili ambazo zinaonekana kwa sasa kwa magonjwa haya ya mfumo wa hewa. Kuna dalili za kukoroma, na kuna dalili za kama ni jogoo anakuwa na vimba sehemu za kichwa, na anakuwa na vimba kipanga au zile sehemu za chini ya kichwa chake. Na hiyo nitakupa dawa hii, mbinu hii, ili uweze kutumia. Tafuta Terodox na Fluban. Lakini pia tafuta vitunguu swaumu, na utafute pilipili kichaa, utafute na tangawizi. Twanga hii tangawizi swaumu na pilipili kichaa kwa pamoja. Chukua tangawizi kama vipande viwili, chukua kitunguu swaumu viwili, na uchukue pilipili kichaa kiganja kimoja. Vitwange na uandae maji lita 5. Kwenye hayo maji lita 5, chukua Fluban, pima milis 5 za Fluban. Lakini pia chukua Terodox, pima kijiko kimoja au gram 5. Weka kwenye mchanganyiko wa maji ambamo ndani yake umechanganya pilipili kichaa, swaumu na tangawizi. Weka pia hiyo Fluban pamoja na Terodox. Changanya kwa pamoja. Lakini pia kwa kesi ya kuku ambao wamezidiwa au wengi wako taabani, wanaumwa, tafuta vitamini pia. Vitamini yoyote ya kuku weka gram 5 kwenye mchanganyiko huo wa lita 5, uwape wanywe kwa muda wa siku 5 za dozi mpaka siku 7. Utaona mafua na shida ya mgonjwa hayo ya kupumua imeisha kwa kuku wako. Katika somo lijalo nitakupa mbinu ya kutumia dawa concentrated iliyochanganywa na dawa za kienyeji na za asili. Usisahau kufuatilia.